Wanafamilia. Ndugu mtazamaji unanitazama kwenye YouTube, kwenye TikTok, tumemnasa bundi. Sasa naonyesha kwa mara ya mwisho, tunataka tumchome. Nataka nitoe taarifa hivi. Waliyemtuma bundi huyu na wamlete bundi mwingine atiwe moto. Tutamtia moto hapa muda huu, na hawa watu hawanaga kazi ya kufanya. Wamemtuma bundi hadi kwenye madhabahu. Wanalonga paka madhabahu. Sasa nimeitwa kuifanya kazi ya Mungu. Tumemnasa. Walimtuma huyu bundi aje awangie kwenye jengo hilo ambalo umeliona, jengo lenyewe hilo. Walimtuma bundi huyu ili waweze kuloga ili jengo hilo lisikamilike. Sasa wajipange wachawi wote wanapomuona bundi wao huyu hapa, na wamlete na bundi mwingine. Na tumekamata wachawi kwa jina la Yesu, na tumekamata bundi kwa jina la Yesu. Bundi huyu hapa. Na tujui tutakayemkamata sasa hivi ni nani. Watakoma. Mwaka huu mwaka wa kwao, wajipange 2026. Bado 27. Unaona kinachoendelea. Analalamika kwamba watu wametuma bundi nyumbani kwake, na kutokana na mtazamo wake ni kwamba malengo yao watu kutuma bundi nyumbani kwake ni kuhakikisha wanazuia mradi wake wa ujenzi, sio kama ni ujenzi wa kanisa, kutokana na maelezo yake yeye. Iko hivi, nitarudia kusema kila siku kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni kwa muda mrefu sana wa Afrika tumekuwa tukiaminishwa kwamba kwa muda mrefu sana kwamba bundi ni mbaya. Yaani ukimwona bundi kwako ujue katumwa. Hakuna bundi mwenye uwezo wa kuja kwa, yani bundi yote anayekuja kwako ujue kuna taarifa ameleta. Yaani katumwa na watu kuja kuangamiza. Hiyo imekuwa ni mindset ambayo tumekuwa tumewekewa muda mrefu sana. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo vimetufanya Waafrika tunakuwa tunaishi kwenye migogoro ya sisi kwa sisi bila kuelewa undani. Iko hivi, binafsi mimi toka nimeanza kufuatilia maisha ya wazee wetu, maisha walioishi babu zetu kabla ya ujio wa koloni. Yaani mifumo ya maisha na utaratibu wa maisha waliokuwa wakiishi babu na bibi zetu kabla ya ujio wa koloni, kabla ya ukoloni shoti. Kuna mambo mengi, yani kuna hekima nyingi sana za wazee wetu ambazo nilikuwa najifunza kila siku. Wanafamilia, tunajifanya kwa sasa kwamba tumeelimika, tumestaarabika, ila niwaambie ukweli, hatujafikia hata 20% ya hekima walizokuwa nazo wazee wetu. Wazee wetu walitambua wako wapi? Hapa. Wazee wetu walijua wanafanya nini? Hapa. Wazee wetu walijua ni namna gani waishi au wahusiane vipi na mazingira yanayowazunguka. Nisikilize. Wazee wetu walijua namna ya kuishi na mazingira. Wazee wetu walijua namna ya kuendana na mazingira yanayowazunguka. Walijua sisi ni sehemu ya hayo mazingira na mazingira ni sehemu yetu sisi. Ndio maana maisha yao ya kila siku walikuwa wanahusiana na kila kinachozunguka maisha, yani kila kilichopo kwenye maisha ya kila siku. Acha nikupe mifano michache. Kwa Mwanaafrika yeyote aliyekulia hapa, sizungumzii wa Kishua, nazungumzia Mwanaafrika yeyote aliyekulia maisha ya kitaa, maisha yetu ya kawaida ya kila siku, atakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya mama zetu, hii ni miaka hata ya miaka 2000, kwanza 2005 kurudi nyuma, atakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya wazazi wetu, mama zetu, bibi zetu, walikuwa wana uwezo wa kuongea na asili na wakatabiri matokeo yanayokuja. Walikuwa wana uwezo wa kuongea na mazingira na wakakwambia yanayokuja kutokea. Kwa mfano, mna uwezo kwa mmekaa pakatokea ndege tu mbili, bule bundege budogo tu bukanjunju na bundege mwingine najua wengi wanabufahamu. Budogo tu buili bukapita kwa mbele hivi au bukatulia bukaja bukafanya jambo fulani pale, afu bukaondoka. Utamsikia bibi, watoto andaeni, kuna mgeni anakuja. Na kweli baada ya siku 2-3 bila hata taarifa, ukumbuke miaka hiyo hata namna mawasiliano ilikuwa ni ndogo. So mnashangaa tu vup, mgeni amefika, labda ndugu yenu aliondoka zamani sana, mna hata taarifa nayo, mnashangaa karudi. Aya, ilikuwa kuna baadhi ya signs wakiona hata mtoto mdogo amebeba, akachukua akaanza kubeba kitoto, au watoto wadogo miaka 2, 3, 4 hadi 5, kaanza kubeba kitoto anakifunga mgongoni, unasikia tayari kuna mimba, kuna tayari kuna mtu ana mimba katika ile familia. Hivyo hizo ndizo njia ambazo babu zetu sisi walikuwa wakizitumia kuongea na mazingira. Leo bahati mbaya hata wale watoto walikuwa wakibeba watoto wadogo hawabebi tena, kwa sababu tumekaa mbali na asili. Yani tumekaa mbali na mifumo ya maisha ya asili ya mwanadamu, hususan sisi wa Afrika. Kwa nini nimeenda mbali hivyo? Nimeenda mbali kujaribu kumfafanua bundi. Kwa miaka mingi sana tumekuwa tukimhukumu bundi kwa makosa yasiyomhusu. Kwa miaka mingi sana tumekuwa tukimweka bundi katika kesi ambazo sio za kwake. Kwa nini nasema hivyo? Nisikilize mwanafamilia. Tumekuwa tukimtafsiri bundi kwamba unapomwona kwako basi ujue kuna mtu kamtuma.
unapomwona bundi kwako, basi unajua kuna taarifa mbaya kaleta, ila tunamuonea bure. Kwa nini nakwambia hivyo? Iko hivi, bundi kama wanyama wengine, bundi kama ndege wengine, na yeye ana nafasi yake katika asili. Uhusiano na bundi na wanadamu iko hivi, kama ambavyo kwa wanaosoma mambo ya kiroho wanajua, paka ni mnyama pekee, ni katika kundi la wanyama, ni mnyama ambaye ukimweka kwako ana uwezo wa kusoma, kuna kitu wanaita aura. Wale wanaosoma mambo ya kiroho, mimi siko deep sana huko, ila kuna kitu wanaita aura, ile energy, ile nguvu sio hata niwekeje, nguvu ya mtu, yani ile energy yake ya ndani ya mtu ambayo ni kama kinga na kila kitu. Yani kwa Kiswahili ninachanganya kuweka aura, wanaoelewa wataweka, wataandika hata kwenye comment hapo. Paka ni mnyama mwenye uwezo wa kuisoma hiyo. Kama ni mtu mwenye nia mbaya, paka anajua. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wengi ambao wako vizuri kwenye mambo ya kiroho wanapenda kufuga paka, kwa sababu wanasoma signs, reactions za paka pale ambapo kuna interaction ya watu tofauti tofauti. Sio kama unanielewa. Huyo ni paka. Sasa kwa bundi ikoje? Kwa bundi iko hivi. Bundi ana interact na wanadamu kwa namna tofauti. Namna pekee ambayo ni kuu, ambayo watu wanaamua kumhukumu kwa makosa yasiyomhusu, ni kwamba bundi ana uwezo wa kusoma energy ya mtu anayekaribia kuiaga dunia. Bundi ni ndege mwenye uwezo wa kusoma energy ya mtu anayekaribia kufa. Una uwezo ukawa mzima wa afya, una tatizo, una nini, ila bundi akaelewa kwamba uko katika hatua zako za mwisho za kuondoka hapa duniani. So kosa pekee ambalo huwa anafanya bundi, na ndilo kosa ambalo huwa tunamhukumu kwa hilo, ni kuleta taarifa. Hilo ndilo kosa pekee ambalo bundi huwa anahukumiwa, kuleta taarifa. Tumekuwa tukiongea kwa miaka mingi sana kwamba kijumbe hauawi. Ni kwa nini tunamhukumu kijumbe? Bundi ni mleta taarifa tu. Bundi anaposoma energy ya mtu kwamba huyu hana muda mrefu, ndo atakuja, atakaa karibu na nyumba yako, anaanza kutoa milio yake kama kawaida. So kipindi cha wazee wetu, kwa sababu walikuwa kielewa haya mambo, ukisikia tu bundi anaanza kupiga kelele kama hizo, wanachokifanya ni kuanza kuandaa mazingira kwamba muda wowote, lolote, kwa yoyote linaweza likatokea. Ila kizazi chetu cha sasa, kwa ukosefu wa maarifa, ni kuanza kuchukua mawe, vijinga vya moto, wanaanza kumrushia nani? Kumrushia bundi, kwamba ni pepo mchafu ametumwa aondoke. Yani kinachotuua Waafrika ni nini? Kushindwa kuyaelewa mazingira tuliopo. Bundi hana tatizo lolote. Anachokifanya bundi ni kukuletea taarifa tu kwamba kuna mtu kwenye familia yako, anaweza akawa hata sio mtu wa karibu ambaye yuko pale, ila ni mtu yuko mbali. Unaweza ukashangata ni ndugu yako yuko mbali, ila kwa sababu pale ndipo chimbuko lake alipo, pale ndipo anapotoka, lazima akuletee taarifa pale kwamba jandaeni kuna ndugu yenu hivi na hivi na sasa kumkuta. So wazee wetu, kwa sababu walikuwa wanajua kusoma taarifa, hiyo ilikuwa ni njia pekee yao kupata information hata za ndugu walioko mbali. Kama zikapita wiki mbili pale, katika wale wanaozunguka pale hakuna lolote lilotokea, wataanza kuuliza sasa, fulani au fulani ilikuwaje? Hivi fulani yuko wapi? Fulani anaendeleaje? Ili wajue ile taarifa haiwezi kaenda bure. So baada ya watu kuona kwamba bundi akilia kwenye nyumba yako siku mbili, kesho kimewaka. Bundi akilia kesho, baada ya siku mbili tu kimewaka. Sio bure. Kuna watu wabaya wanafanyaje? Wanamtuma. Na hiyo ilikuja baada ya kizazi kilichotengenezwa na wakoloni. Waafrika, tujifunze kusoma nyakati, tujifunze kuitambua elimu yetu, historia yetu. Tujifunze kuanza kujua namna ya kuishi na mazingira, tuache kuwahukumu wanyama wanaotuletea taarifa.